walikuwa wanashindwa kwenda kwa sababu ni mbali. Lakini nikamsikiliza. Sasa nilipokuja kutimia lile neno, nikasema hakika kweli Mungu yupo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wapendwa wa Mungu, na sisi tunaye Mungu aliye hai. Ni Mungu mkuu mno, ni Mungu ambaye anapenda kushare au anapenda kuwashirikisha wanadamu. Anasema wanadamu wengine wana utukufu wa Mungu. Mwanamume ni utukufu wa nani? Kwa hiyo mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Na watoto wetu wote tuna uungu ndani yetu. Haleluya. Leo tunashiriki katika ujumbe mmoja. Wakati ninatafuta ujumbe nimehangaika sana kwa kweli. Lakini neno moja tu likaja. Nikasema kawaambie watu kwamba una nguvu katika kutoa sadaka. Amen. Una nguvu katika kutoa sadaka. Watu wa Mungu, hili ni agizo la Bwana wetu Yesu Kristo ambalo linatutaka sisi kama washirika wa Mungu, vile alivyoviumba Mungu, na sisi tushiriki katika vile vitu ambavyo ni mali zetu, ambavyo ni vitu vyetu, ambavyo ni vitu vyake, ambavyo vilivyokuwa vyake ametupa sisi, ili kuweza kushiriki uungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni agizo. Tukisoma katika ile Luka 12 na ule mstari wa 33. Luka 12 na ule mstari wa 33. Anasema hivi: viuzeni mlivyo navyo mtoe sadaka. Jifanyieni mfuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, mahali pasipo karibia mwivi wala nondo hata haribu. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo ilipokuwepo na mioyo yenu. Bwana asifiwe sana. Neno toa sadaka. Neno toa sadaka. Hili neno toa sadaka linahimiza kwamba lina matokeo ndani yake. Lakini sio kwamba tu Kristo anakuambia utoe sadaka, anakuonyesha na mahali pa kuanzia. Bwana asifiwe sana. Wewe anasema ni mshiriki katika uungu. Una kazi ya kufanya, una vitu vya kufanya, una mambo ambayo Mungu amewekeza kwako. Sasa kama Mungu amewekeza kwako vitu, anakuambia kile ulicho nacho. Maana sio unauza kile ulicho nacho. Kwa sababu Mungu anaamini kwamba, Mungu anasema kwamba vitu vyote vilivyokuwa vyake alimpa Kristo, na Kristo ametupa sisi vitu hivyo chini ya mbingu ili tuvitumie, ili viweze kutusaidia. Bwana asifiwe sana. Sasa vile vitu ulivyokuwa navyo, ile kazi uliyokuwa nayo, ile biashara uliyokuwa nayo, ile karama ya huduma uliyokuwa nayo, yale mapato unayoyapata katika kazi mbalimbali ambazo unazifanya, Mungu ndio anataka huko utoe sadaka. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Mungu unavyomuona sivyo kama sisi tunavyomfikiria. Mungu alifanya kila kitu tangu mwanzo wa dunia. Na kabla hajamleta mwanadamu duniani, alishamwekea mazingira ya yeye kuishi. Haleluya. Amemwekea mazingira ya yeye kuishi. Kwamba tuliuza vitu vyetu, lakini baadaye Yesu anakuja kubatilisha, anarudisha vile vitu ndani ya mikono yetu. Haleluya. Yesu anaturudishia ufalme. Yesu anaturudishia ufalme tuweze kumiliki na kutawala. Bwana asifiwe sana. Na kama ndani yako hakuna nguvu ya kumiliki wala kutawala, hauwezi ukamwona Bwana. Hauwezi ukamwona Bwana, kwa sababu Bwana anaonekana katika matendo. Haleluya. Anasema
mtoe sadaka. Jifanyieni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, mahali ambapo nondo wala mwizi hafiki mahali pale, wala mharibu. Kwa kuwa pale ulipo na hazina ndipo moyo wako utakapokuwa. Anataka washiriki wake na maisha mazuri. Hivi ni nani anafurahia kuwa na mfuko uliochakaa? Ni nani anafurahia kateni? Ni nani ambaye hana mipango ya kuingiza pesa katika? Kama huna mpango wa kuingiza pesa, mchungaji atakuombea. Na mchungaji atakuombea kwa sababu unataka mpango wa kuingiza pesa au mpango wa kuishi katika maisha, kwa sababu Mungu amekuleta hapa kwa kusudi maalum. Bwana asifiwe sana. Amekuleta kwa kusudi maalum. Nisikilize ndugu yangu. Usifanye mchezo na kazi ya Mungu. Usifanye mchezo na kipawa au karama Mungu alizoziweka ndani yako. Usione tu kama mimi hapa nilipo nimepewa kazi, lakini nimekuwa na kitu kingine ninakifanya ili kiweze kuniletea mapato, alafu ukaona ni jambo la kawaida. Bwana tusaidie sana. Watu wa Mungu, Bwana tusaidie sana. Kwa sababu wakati mwingine tunaona kama ni haki yetu. Unajua mtu akiona kitu haki yake huwa hakifikishi. Ni sawa sana mtoto akiwa nyumbani kwa baba yake. Akiwa nyumbani kwa baba yake aweza kukwambia naomba, au ukijichanganya anachukua. Lakini kwa Mungu sivyo. Wapi Mungu atajichanganya wewe ukachukua? Wapi? Mungu anataka utaratibu uwepo. Ameweka utaratibu. Ule utaratibu ufuatwe ili uweze kukusaidia wewe. Unaishi katika hali ya ukiwa na unyonge, unaishi kwa kutokumwamini Mungu. Wakati unasema kwamba mimi namwamini Mungu, lakini hauna matokeo. Hatuna matokeo. Tunaishi katika kusubiri, lakini hatuishi kwa sasa. Tunaishi katika kusubiri baadaye. Wakati sasa inakutaka wewe uingie katika utendaji. Kwa sababu mwaka ulipokuja umekuja na mambo mapya. Kwamba umebadilika mwaka wenyewe, ulikuwa 25 umekuwa 26. Lakini ni majira na nyakati nyingine ambapo tulitegemea kwamba katika majira haya ambayo tunayo sasa ya kiangazi, yanakwenda ya masika, yanakwenda ya vuli, yanakwenda vuli, kiangazi, masika, mwisho wa siku inatakiwa tuvune mavuno kutokana na majira na nyakati ambazo Mungu ameziachilia. Haleluya. Amen. Haleluya, mtu wa Mungu. Amen. Hivi tunamwelewa Mungu kweli? Maana anasema hivi, ukitaka uwe na mambo mazuri, mjue sana Mungu. Lakini mjue sana pia mwana wa Mungu. Mjue sana Mungu na mjue sana mwana wa Mungu. Alifanya tayari. Siku moja wakati namuomba Mungu hapo nyuma pale, nilikuwa nimemwomba Mungu, nikalala kwenye benchi. Nikapitiwa na usingizi mzito. Nilikuwa namwambia Mungu hivi, kwamba Mungu, mimi katika maisha yangu sijawahi kuona furaha. Hata wakati nikiwa na kuabudu wewe sijaona furaha, kwa sababu hakuna baraka yoyote niliyoiona kutoka kwako. Usingizi ukanipitia. Nilipopitia nikaona dola zinadondoka kutoka wapi? Mbinguni. Zimekaa mfumo wa kodi, yaani zinamwagika. Sasa mimi nikatoka, kila ninayoenda kuidaka hivi inatumbukia ardhini, kila ninaenda kuidaka inatumbukia ardhini. Nikaamka. Nilipoamka nikakuta kundi kubwa, yaani kabla sijaamka nikasikia watu, kundi kubwa la maombi linapita hapo mbele, linaelekea upande huu. Sasa nilipoamka nichungulie ni kina nani hao wanaomba, nikajikuta nimesha. Lakini ni nini cha kujifunza? Anasema baraka kutoka mbinguni zilishakuwa zinamiminika. Ni kazi yako wewe sasa uanze kuzichukua. Utumishi wako ndio utakuleta katika mafanikio. Haleluya, mtu wa Mungu. Utumishi wako wewe ndio utakuleta katika mafanikio. Kuna nguvu katika kutoa sadaka. Kuna nguvu ya sadaka, lakini kuna nguvu ya kwako wewe katika utoaji wa sadaka. Ambapo hapa watu wengi hapa ndipo tuliposhindwa, tulipokuwa na kasoro. Kwa sababu kuna maisha ndani ya sadaka. Haleluya, mtu wa Mungu. Kuna kibali ndani ya sadaka, lakini pia kuna maisha ya siri ndani ya sadaka. Sadaka za Mungu ziko nyingi sana.
Sadaka za Mungu ukiziangalia unaweza ukasema kwamba kwa kweli litashindwa. Lakini yeye Mungu yeye mwenyewe ndio atutiae nguvu. Hebu tusome na hii tusome Luka ile 11 na 21 na 22. Luka 11, 21 na 22. Sura ya 11 mstari wa 21 na 22. Neno la Mungu linasema, mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyanyang'anya matenga yake. Haleluya. Anasema kuna nguvu katika kutoa sadaka. Lakini kuna vitu ambavyo vinaweza kukuzuia wewe usio unamtumikia Mungu. Kwa sababu ukumbuke hapa tulipo sisi ni hekalu la Mungu, si ndio? Si hekalu la Bwana? Sisi wote hapa tulipo Mungu anaishi ndani yetu. Sasa anasema mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, aendayo nyumba yake, vitu vyake visalama. Vitu vyake visalama. Anarudia tena kule kwenye vitu, viuzeni vitu vyenu mlivyo navyo. Maana viuzeni mlivyo navyo, biashara mlizokuwa nazo, kazi mlizokuwa nayo. Wengine ni mafundi, wengine si nini, wengine ni nani, wengine ni nani. Sasa vile vitu vya thamani, kwa sababu vinageuka kuwa na thamani kwa sababu vina malipo. Bwana asifiwe sana. Sasa anasema unapouza vile vitu vyako vilivyoko ndani vinakuwa ni salama kama mtu atakuwa ana nguvu kule ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mtu atakuwa ana nguvu, kwa sababu tendo la kutoa ni tendo linalotaka kuwa na nguvu. Tendo la kutoa sio tendo la mgawa, lina maamuzi katika nafsi, maamuzi katika mwili, katika roho, linaanza rohoni. Watu wengi tunashindwa kwa sababu hapa katika kipengele hiki Yesu alikuwa akielezea habari ya pepo au roho chafu, roho mbaya. Anasema roho mbaya inapotolewa na roho mbaya yenzie, basi ufalme wa shetani umesitilika. Yaani haujabatilika. Lakini kwa sababu yeye anatoa pepo kwa kidole cha Mungu, kwa kidole cha roho wa Bwana, anasema ile bad spirit iliyoko ndani yako inatolewa kwa neno la Bwana. Lakini pia ikishatolewa kwa neno la Bwana, ufalme wa Mungu unakujilia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wanafikiri kwamba kwa Mungu, katika kuabudu Mungu, anasema ni kuabudu, kuimba, kusifu na kusema kwamba mimi nimeokoka. Yaani hiyo sio certificate ya wewe kufanya upate mema kwa Bwana. Kuokoka ni jambo jingine, lakini kutoa sadaka ni jambo jingine, ambalo mtu aliyeokoka na kumwamini Bwana hawezi kuacha agizo hili ambalo Bwana analiagiza kwamba utoe sadaka ili ufanye mifuko isiyochakaa, kwa sababu anakutakia wewe mema, uishi vizuri wewe na watoto wako siku kwa siku katika mafanikio. Lakini uweke pia akiba kule mbinguni ambapo moyo wako wewe utakuwepo. Bwana akusaidie sana. Lakini sio hivyo. Anasema mtu akiwa na nguvu katika nyumba yake, katika roho yake, katika nafsi yake, anasema vitu vyake vyote visalama. Bwana asifiwe sana. Watu umekuwa wakati mwingine ni watu wa kufanya mzaha. Tupo katika wokovu lakini tunafanya mzaha kwa Bwana.
hatuelekei katika mapigo, kwa sababu neema ya Mungu ipo, lakini tunachelewa kupata mahitaji. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana watu wa Mungu. Amen. Tunachelewa kupata mahitaji yetu. Kwa sababu gani? Watu wamesema kwamba wakati mwingine sadaka ni kitu ambacho tunatoa kwa sababu ya kuonekana tunatoa. Hatumtolei Mungu ambaye yeye huyo ni mshirika wetu mkuu. Bwana asifiwe sana. Katika sadaka zote machoni pa Bwana zina kazi, ila 2 tu ndizo zenye ahadi. Bwana asifiwe sana. Sadaka zote machoni pa Bwana ni nzuri. Kuna sadaka ya hiari, kuna sadaka ya changizo, kuna shukrani, kuna vitu vingine ambavyo wanasema unatoa kwa ile naziri, si ndio? Sadaka za naziri. Unaweza ukatoa sadaka za malimbuko. Sadaka zote machoni pa Bwana ni, lakini 2 zina ahadi. Anasema zaka. Sadaka ya zaka. Zaka sio zaka tu, linaongezeka na neno zaka iliyo kamili. Ukisoma Malaki 3 na ule mstari wa 10. Leteni zaka kamili nyumbani mwa Bwana, kiwepo chakula. Lakini sio hiyo tu. Anasema kuna kitu kinachoitwa dhabihu. Dhabihu, maana katika zaka anasema yeye atamkemea alaye. Ile nguvu, bad spirit, ile baya, ile nguvu mbaya iliyofungwa ndani yako, Mungu atakwenda kuikemea na kuiondoa ili iweze kukupa mipango sahihi, mipango mizuri, mipango mema, ili uweze kumwishia Bwana wewe. Ili vile tupatavyo, tuzaavyo sana, Baba wa mbinguni anatukuzwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Baba wa mbinguni anatukuzwa kupitia wewe. Baba wa mbinguni anatukuzwa kupitia sisi. Ukiendelea kusoma huu mstari, anasema lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, anamnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kumgawanya mateka. Ikiingia roho mbaya ndani yako, ikakaa ndani ya moyo wako, ikasema sitoi sadaka, sitoi mafungu ya 10 yaliyo kamili. Unajua haya mafungu ya 10 haya mafungu ya 10 yana siri kubwa, ambapo watu wa Mungu wenye kipato, wenye kitu cha kufanya, usipofanya hili unatembea katika mauti. Mauti unatembea nayo. Kwa sababu gani? Hebu soma Yohana 5, tutasome hapo. Yohana 5 na ule mstari wa 24. Hebu soma. Mtu mmoja soma. Yohana takatifu sura ya 5 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Umepita kutoka mautini unaingia uzimani kwa neno la Mungu. Sasa neno la Mungu linanenwa, lakini husikii wala huelewi wala hufahamu wala huchukui hatua katika utendaji. Maana Mungu mwenyewe, Yesu Kristo anasema toa sadaka. Wewe mwana wa Mungu ufanye mifuko isiyochakaa, uweke hazina kule mbinguni ambapo nondo wala kutu wala mharibu hafiki, ili moyo wako hazina yako itakapokuwa na moyo wako utakuwa itakusaidia wakati wa mahitaji. Bwana asifiwe sana. Anasema kama mtu asipolisikia, amini amini nawaambia, mtu alisikiaye neno langu anapita kutoka mautini anaingia uzimani. Bwana asifiwe sana. Unapita kutoka mautini unaingia. Wakati mwingine
Yawezekana kabisa mtu mmoja wakati anaombea watu, sio wewe una roho ya mauti, una roho ya mauti, roho ya mauti toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, lakini yeye mwenyewe ile roho ya mauti anaikaribisha, kwa sababu hatekelezi, hafanyi kama Bwana anavyo. Wokovu tumesema ni kitu kingine, lakini kutoa sadaka ndani ya wokovu ni maisha ya mwamini. Unapokuwepo katika kanisa la mahala pamoja, lazima uwe ni mtu wa kujua kwamba mahala pale ni mahala pako pa juu pa wewe kutoa sadaka zako. Bwana asifiwe sana. Ni mahala pako pa juu pa kutoa sadaka zako. Mtu mmoja anaitwa Elikana. Najua katika Samueli wa kwanza, nafikiri ile sura ya kwanza mpaka ile ya 3, anasema yeye alikuwa ana tabia ya kwenda kumwabudu Mungu na kutoa sadaka ya dhabihu kule Shilo. Sawa? Anakwenda kumwabudu Mungu na kutoa sadaka ya dhabihu kule Shilo. Na tendo hilo alikuwa akilifanya mwaka kwa mwaka. Alikuwa akiwapa mke wake Penina sehemu, watoto wake, lakini Hana alikuwa anamzidishia mara 2. Wakati walipokwenda kutoa sadaka, anasema Elikana alipokuwa anakwenda kule kumwabudu Mungu, huku nyuma Penina alikuwa akimsiaki Hana. Lakini ukumbuke tendo lililokuwepo pale, watu wote wale walikwenda kutoa dhabihu mahali pa juu, ambapo kule Biblia inasema walikuwepo makuhani mahali pale. Hakusema kwamba palikuwepo na Mungu alikuwepo mahali pale uso kwa uso, lakini makuhani walimwakilisha Mungu wa mbinguni mahali pale. Alikuwepo Phinehas na mwenzie yule, walikuwepo pale makuhani. Hao walikuwa wakizipokea sadaka za watu na kuzipeleka mbele za Bwana ili watu hawa waishi maisha mema yenye kumpendeza Bwana. Haleluya. Haleluya. Amen. Utoaji sadaka ni ibada inayotupa kibali kwa Bwana, kwa kuwa inashughulikia uchumi wa mwamini, kwa kuwa na mwendelezo wa vitu vyake ambavyo anavitengeneza. Mtu usipokuwa na kusomwa unanyang'anya silaha zako zote. Ukishanyang'anya silaha yako, yule jamaa anakugawanya, unakuwa zile mali zako anazigawanya mateka, kila mahali anaziweka mafungu. Wewe ukishakuwa mateka, hebu niambie, ukombozi wako utakuwa wapi? Ukishakuwa mateka wewe, niambie, utaweza kumtolea Mungu sadaka? Utaweza kumtolea Mungu sadaka? Kwa sababu ya roho chafu ambayo imeingia ndani yako. Kwa sababu katika utoaji wa sadaka anasema silaha zetu sisi ni wokovu, ni kweli ya Mungu, ni haki na imani na neno la Mungu ambao ni upanga wa nini? Ndio silaha. Sasa shetani akija kukunyang'anya silaha zako wewe ya kuilinda ile nyumba yako, hebu niambie, wewe utatokea wapi? Wokovu huna, haki mbele za Bwana huna, kweli ya Mungu huijui, imani huna, neno la Mungu ndani ya moyo wako hakuna. Utatokea wapi? Hivi ni Mungu gani ambaye tunamwabudu? Hivi ni Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo kweli huyu, au ni Mungu yupi? Ile 5 Yohana anasema pale, mimi siwahukumu, mimi siwahukumu, lakini sisi tunapitia katika hukumu kwa sababu ya kutokulisikia lile neno. Mungu ni mwaminifu. Mungu hawezi kukuacha utende dhambi alafu dhambi isipate adhabu, kwa sababu dhambi ni mauti. Sasa unatembea na mauti, alafu Bwana akitaka kukuokoa unakuwa mbishi, unakuwa jeuri. Bwana anapokuelekeza jambo kwa sababu ya maisha yako na watoto wako, wewe unajinyanyua juu na kujifanya wewe kwamba unajua zaidi ya Mungu. Huyu Mungu ametuumba sisi, hapaswi hata dakika moja kulaumiwa.
ameleta, kuna kazi zipo ulimwenguni, ameleta viko ujuzi, maarifa yapo ulimwenguni ya kila kitu. Hauwezi kuishi wewe kwa Mungu ukiwa katika hali ya ulegevu. Ni hasara kubwa ambayo wakati mwingine unaofanya watu wa Mungu, watumishi wa Mungu waanze kuhangaika. Mtumishi anahangaika na shamba, analima shamba, anatoka huko amechoka, alafu aje akulishe injili ya Bwana, apeleke sadaka zako mbinguni, akupeleke na wewe katika maombi. Mungu hakuwa jinga kwa sababu ameweka sadaka ili zifaidie nyumba ya Bwana. Haleluya! Lakini sio nyumba ya Bwana na wewe uinuliwe. Unaishi katika level ndogo ya maisha yako. Level ndogo. Sadaka ya hiari, hii hapa sadaka ya hiari unayotoa hapa ni shilingi zile 2,000 au 1,000 kwa wiki, 4,000 kwa mwezi huo, kwa mwaka 40,000, kwa mwaka tuseme 48,000. 48,000 kwa level yako ya maisha. Hata leo hii tukikupa 48,000 ukaitumie mpaka kesho ishi. Lakini kwa sababu tunataka tuishi katika level hiyo, viwango hivyo, ndio maana Yesu wakati mwingine ujumbe wake unakuwa mzito juu ya watu hao. Anasema, ninyi mnaniibia mimi, ninyi hamtoi sawasawa zaka yenu, mafungu ya 10 nyie hamtoi. Wangapi wanatoa mafungu ya 10 hapa kwa Bwana? Nyosha mkono. Nyosha mkono. Nyosha mkono juu. Bwana yuko hapa. Nyosha mkono juu. Nyosha mkono juu kama unatoa fungu la 10. Nyosha mkono juu. Barikiwe. Barikiwe. Hapa ni mahali pa juu. Mungu mwenyewe amepaweka hapa kukutana na sisi katika mwili. Katika roho Bwana anakwenda kukutana na sisi katika neno lake. Kuhani wa mahali hapa anafanya kazi ya asubuhi na jioni na mchana kutuombea watu tusiobadilika. Watu tusiobadilika. Tutakwenda katika level hii mpaka lini? Watu wa Mungu, ninyi ni watu matajiri sana. Yote ni watu matajiri sana. Uamuzi wako leo ni matokeo ya uamuzi wako sasa ndio wokovu wako. Kwa sababu hujui saa ngapi Bwana atakufaa. Haleluya, mtu wa Mungu. Yamkini kwanza kwako lipo zuio. Kuna zuio ndani yako. Yawezekana ndani yako umepungukiwa na maarifa. Inawezekana ndani yako umepungukiwa na ujuzi wa kumtafakari, wa kumtafuta Bwana Mungu aliye katika ufalme. Yawezekana umepungukiwa na kusudi la Mungu. Yawezekana kiburi. Kwa sababu Mungu kila anapotaka kukukunja akukunjiki. Kila anapotaka kukukunja ukukunjiki. Atakutoa, atakutapika. Utakutapika basi, unajua wewe mwenyewe atakukunja. Anasema kama alivyozuiwa ndani yake. Kwa sababu yule pepo mchafu anapoingia ndani ya mtu analeta mambo magumu, analeta vitu vizito. Analeta kusudi jingine. Anakutazamisha vitu vilivyoko katika negative way badala ya kukupeleka katika positive way. Anapeleka vitu vya kuinuliwa, yeye anakupeleka katika vitu ambavyo vinaweza kukushusha. Anasema kwanza mtu mtazame mchungaji. Unaweza kutoa zaka iliyo kamili mahali pale kwa sababu anakula mchungaji. Kiangalia anasema hebu tazama sasa. Mafungu yote yale ya kula. Yaani anakuongelesha, shetani anakuongelesha. Anakwambia utatoaje sadaka sasa? Mahali pale ili iwe. Mimi nimekwenda pale ili napita. Sasa ngoja upite. Ile kitendo cha kupita unafanya
hapo njiani, umepita hapa si umepita, lakini baada ya dakika moja mbele hujui kusudi la Mungu. Haleluya, mtu wa Mungu. Amen. Haleluya, mtu wa Mungu. Amen. Unazo nguvu za kutoa sadaka? Amen. Unazo nguvu za kutoa sadaka? Amen. Mifuko imechakaa. Hapa wote hapa mifuko imechakaa. Inatoboka. Huku unaika 10,000. Unatafuta pesa, unapata matatizo ni zaidi ya pesa. Na hakuna akusaidiaye. Kwa sababu umelikataa kulisikiliza shauri la Bwana. Umekataa kutembea na Bwana, unatembea katika hukumu yako mwenyewe, na umekataa kutoka mautini kwenda uzimani. Kwa sababu hukulisikiliza shauri la Bwana. Hivi kuna mtu kati yenu hapa anaweza kujitetea sina kazi? Hebu jitetee. Kwamba sina kazi, nitamtolea nini Mungu mimi? Mimi ni mzee. Sawa, wewe ni mzee. Mimi sijui ni dhaifu katika hivi. Sawa, wewe ni dhaifu. Mimi sijui ni mwanafunzi. Sawa, wewe ni mwanafunzi. Lakini anasema katika shauri la Bwana hakuna kujitetea mahali popote. Hakuna kujitetea. Mtu mmoja akataka kujitetea mbele za Bwana. Kwamba wewe kwa nini ukuja kanisani? Wewe ukuja kwa nini katika kusanyiko? Hivi Mungu aliyeahidi kusanyiko yeye si Mungu? Anasema mtu yule akatoa sababu. Bwana, mimi nilikuwa nafua nguo za mtoto. Hivi kufua nguo za mtoto ni bora kuliko kumwabudu Mungu? Ni kweli wewe umeona kama ni sababu, lakini Mungu hana sababu. Yaani Mungu anatafuta watu wamwabudio halisi. Wamwabudio katika roho, na wengine hana shida nao. Wengine hana shida nao. Ikiwa kama shauri la Bwana tunalisikiliza, ikiwa kama shauri la Bwana tunalifuata, ndipo tutakapopata kuona maendeleo, tutapata kuona mafanikio yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Liko zuio ndani yako. Ushajizuilia wewe. Haiwezekani katika maisha haya unayopenda tukakaa katika hali ile ile. Mimi mwenyewe najiulizaga kila siku. Mimi nataka nichomoke. Nataka nitoke. So katika hali kukaa hii, Mungu kanipa watoto wazuri, nyumba, mke nzuri. Mali ni sehemu ya maisha yetu. Mali ni sehemu ya maisha. Mungu aliumba akatuambia kwamba nendeni ulimwenguni mkatawale na kumiliki vya angani, vya baharini. Jamani, vipi wapi? Unamiliki nini? Leo wewe unamiliki nini wewe? Jiulize, unamiliki nini? Ule ufalme wa Mungu ndani yako una kazi gani? Una kazi gani ufalme wa Mungu ndani yako? Umekaa kama pambo. Lakini au kufumba na kufumbua. Unamtumikia Mungu katika malengo. Haya ni malengo. Hata serikali anasema wanaweza kuweka mipango na budget ya miaka 30 ijayo. Hapo wanaweza wengine wasiwepo waliweka budget, lakini wanaweka mipango na budget ya miaka 30 ijayo. Na Mungu naye ana mipango, ana maagizo, kwa sababu anajua haya maagizo usipoyafuata utaishi maisha mabaya. Alafu Mungu hatatukuzwa kwa sababu vile wewe ulivyo na maisha mabaya. Acha tu niwaambie ukweli ndugu zangu. Acha tu nihubiri hivi. Usione hivi mimi mwenyewe nataka nitoke. Amen. Nimechoka na hii hali wakati mwingine nakosa paka chakula cha ndani. Lakini napambana kwa uwezo wa Mungu mpaka ninapata chakula cha ndani. Si kwa akili zangu, lakini
lakini ni kwa uwezo wa Mungu mwenyewe. Na watoto 6 hapa mjini. Kakangu mimi alikuwa ananiambia, "Sasa ndugu wangu, kwa mshahara huo unawezaje kuishi hapo?" Nikamwambia, "Naishi. Mimi naishi. Tena nina furaha, tena nina amani. Tena mimi niko matawi ya juu." Naomba tena mimi niko matawi ya juu. Japo yeye mwenyewe anaweza asione, lakini mimi naomba niko matawi ya afya yangu ni nzuri. Taji wangu ni afya yangu. Na Mungu wangu ndio kimbilio na nguvu zangu. Haleluya. Kwa hiyo kama ndani yako kunakuwa na zuio, hautaweza kumtumikia Mungu na hautaweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Anasema katika ile Luka 11 na ule mstari wa 29, anasema, "Ninyi msitafute mtakavyokula wala mtakavyokunywa, wala msifanye wasiwasi, kwa maana hayo yote ndiyo wayatafutayo mataifa ya duniani, lakini Baba yenu anajua kuwa mna haja na hayo. Bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, na hayo mtaongezewa. Msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vyema kuwapa kwanza ufalme." Haleluya. Huko ulimwenguni ni kweli wakihangaika wanatafuta hiyo. Wanatafuta tena kwa nguvu zote. Lakini sisi Bwana ametuambia tutafute kwanza ufalme wa Mungu. Amesema nyinyi ni kundi dogo kati ya watu wengi. Ameona kwanza awape ufalme, ili ule ufalme utumike kuiondoa ile roho chafu ambayo inafanya kazi, ambayo imeteka mateka ndani yako, imechukua vitu vyako, imechukua silaha zako zote, imeziweka chini na kukuangamiza na kukufanya wewe kuwa mateka. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie. Siwe katika hali hii watu wamekuwa wanyonge afu wakiwa. Yaani watu wanapoambiwa toeni, basi kwao imekuwa kama ni dhambi, imekuwa kama ni dhama, watu wanasema kama ni dhama kubwa. Watu wakiambiwa toeni sadaka, basi watu wanaanza kujiuliza maswali. Usijiulize maswali. Wewe una uungu ndani yako. Haleluya. Una uungu ndani yako. Hebu tusome ile Luka ile 11:23. 11 ile 11:23. Luka 11 mstari wa 23. Neno linasema, "Mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami utawanya." Mtu asiye na mimi Yesu ndani yake, asio na neno la, huyo yuko kinyume changu. Kwa hiyo wewe umekuwa adui ya Bwana. Umekuwa adui ya nani? Ya Bwana. Kwa sababu anasema mtu asipokusanya na mimi katika vitu vyake vyote, katika mali zake zote, katika kazi zake zote, huyu ajue anajitengenezea mfuko uliofanyaje jamani? Mfuko uliotoboka. Na kwa sababu unajitengenezea mfuko uliotoboka wewe mwenyewe, kwa sababu ya ile nguvu iliyoingia ndani yako ambayo imeshachukua vitu vyako, imechukua ule uungu wako, silaha zako zote, wokovu, haki, imani, kweli na neno la Mungu. Silaha za Mungu, si ndio silaha za Mungu jamani? Anasema hiyo kupambana kwetu sisi si kwa damu na nyama, ni katika ulimwengu wa roho, dhidi ya falme na mamlaka, si ndio? Sasa zile falme na mamlaka na mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho, yale mapepo mabaya yanakuja kukaa ndani yetu kama roho ya kukataa kutoa sadaka. Yanakuja kukaa ndani yetu kama roho ya uchoyo. Uchoyo unaanzia kwetu, afu tunamnyima mpaka Mungu mwenyewe. Anasema ni sawa sana katoto. Mtoto wako sasa hivi mpe biskuti box moja, afu muombe anakumegea kadogo. Wewe unafanya jaribio uone kama mtoto wako sasa anakunyima kabisa. Lakini
Mungu ameona ni vema wewe kile alichowekeza ndani yako ushiriki pamoja nacho. Sasa leo, endapo kama kweli tunatembea katika hali hiyo ya kumzuilia Bwana kazi yake, unategemea nini? Unategemea nini, mtu wa Mungu? Alafu wanasema watoto wa Mungu watakapokaa mahali pamoja, wasipokuwa na kazi ya kufanya, lazima watafukana. Huyu atasema hivi, huyu atasema hivi, huyu atasema hivi, huyu atasema hivi. Kwa sababu hauna kazi ya kufanya, hauna kitu cha kufanya. Leo Bwana Yesu anasema na wewe kwa habari ya utoaji sadaka. Sadaka mbili tumesema ndio zenye ahadi mbele za Bwana, mafungu ya 10 ambapo anasema atamkemea yule alaye. Lakini sio hivyo tu, dhabihu, anasema pia dhabihu inafanya kazi maalum kwa Bwana. Dhabihu ukisoma katika kamusi anasema ni kafara. Kafara zile ziko hizi. Kuna kafara ya elo mbele, kuna kafara ya ara. Ile kafara ya elo anasema ni vitu vyenye thamani ambavyo anatolewa mtu kama thamani. Ile kafara ya ara anasema ni vitu au mnyama anayetolewa kwa mizimu au miungu. Sijui unaelewa hapo? Dhabihu, Elikana alikuwa anatoa dhabihu mara moja kwa kusudi maalum. Namna bora ya sisi kutoa sadaka. Mtu mmoja alipata mafanikio sana katika maisha yake, na huwa anakuja kushuhudia. Mtu mmoja anaitwa Makapesa. Alitoa magari yake, akatoa nyumba yake kwa sababu ya utumishi, anatoa na fedha na vitu vingi. Anasema Land Cruiser ya 200 iliyokuwa inauzwa milioni 200, yeye alipewa kwa milioni 5. Au anakuja nayo. Lakini anakwambia katika utoaji sadaka, yeye yuko mbele sana. Nyumba ilikuwa ya jaji anauziwa yeye, nyumba ya samani, si ndio? Mtu gani ya samani sana. Mungu anakutaka wewe uwe tayari ili apitishe vitu vyake kwako. Bwana asifiwe sana. Mungu anakutaka wewe uwe mtumishi wake. Mungu anakutaka wewe uwe na masikio ya kusikia, lakini uwe na moyo wa kutunza, na uwe na matendo, uidhirishe imani. Bwana asifiwe sana. Uidhirishe imani. Mapambano yetu sisi si katika damu na nyama, ni katika ulimwengu wa roho. Hizi nguvu unazozisema hapa, unazozisoma tu, pepo mchafu anapokuja kukaa ndani, usije ukadhania kwamba anaweza kukaa kama ugonjwa peke yake. Anaweza kukaa pia kama roho ya uzinzi ndani yako. Yaani anaweza kuja kukaa kama mchoyo, anaweza kukaa kama msimangaji, anaweza kuja kukaa kama mtu mwenye kukemea au kuharibu au kuzuia kitu fulani. Wale roho wachafu wanakuja kukaa ndani yako, kwa sababu anasema moyoni mwa mtu, kule moyoni mwa mtu ndiko kwenye mambo mabaya, si ndio? Kuna ufisadi, kuna wizi, kuna nini. Kwa hiyo yale yote ni bad spirit, yale yote ni mapepo yanakaa ndani ya watu, yanazuia kazi za Mungu. Kila ukitaka kwenda kumtumikia Mungu, yao yanasema wewe unaumwa. Kila ukitaka kwenda kumtumikia Mungu anasema wewe huna hela, watoto wako watakula nini? Kila ukitaka kwenda kumtumikia Mungu, nguvu zinakuwa hazipo. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Sasa Yesu Kristo anatualika kwake, naye anasema ya kwamba Njooni kwangu enyi wote msumbukao na kulemewa na mizigo. Yamkini kwamba katika haya mafundisho kuna kitu umekipata, kuna kitu umekiona. Yamkini kwamba katika haya mafundisho kuna roho ambayo iko ndani yako inamzuilia Mungu kutenda kazi yake.
Yesu anakubariki. Karibu mbele baada. Mtaje tuwekea mkono mmoja mmoja.